Kenya tuyambirilia muvumbe tonikana itina wa ulawa munini wa president na uyu mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wetakana ena livoti kana walanyo wa uiti wa SHA ukavaluka nthini wa mitha ndatu yukite yu president William Ruto ni wa musungi ayasya kana weta mutongoi wa nthi ii ni wikie ukunikili yulu wa ndeto isu na kumanyakana Gachagua kwete kumya movu asu kwa awe na aoi ainena kavindani kala wadho cha kikundi cha maendeleo ya wanawake Vomani ya State House. President Ruto ingi niwombola kana kuvikia oyua Kenya milioni 300 ni maminite kuyandikithia ungu wa SHA na serikali ikaiva shilingi bilioni 4 miongoleni mwe masibitalini wa kanandini wa kilungu cha mwaka umwe. Watu wengi kwa muda mrefu ilikuwa uuze shamba yako ama ng'ombe ama mali ndio uende ulipe gharama ya hospitali. Si ndio? Ile NHIF ilikuweko ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi, watu wako na uwezo na watu wako na pesa. Tukasema sio wale wenye kazi na uwezo na pesa peke yao wanakuwa wagonjwa. Hata mwananchi wa kawaida anakuwa mgonjwa. Na lazima tuwe na mfumo ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa. Nikawaambia tutabadilisha NHIF, tutakuwa na mpango ambayo itashughulika na kila mtu. Leo kwa mpango wa SHA, Wakenya milioni 30 wamejisajili ndani ya SHA. Kwa mwaka mmoja tangu tuanzishe SHA tumelipa gharama ya bilioni 121 kwa mahospitali Kenya. The highest ever paid amount to hospitals in the Republic of Kenya. I can say with confidence, ukienda kwa kijiji fulani utakuta mtu amesema nimelipiwa 20,000 na SHA. Nimelipiwa 50,000 na SHA. Familia fulani wamelipiwa 200,000. Mtu fulani amelipiwa shilingi 1,000,000. Ni kweli ama si kweli? Mlikuwa mnasikia maneno kama haya zamani? Yes. Sio kama tunaelewana. Lakini mnajua hapakosi watu ambao bado wanaendesha propaganda. Porojo, unajua SHA haifanyi kwa sababu huyo mwenye anasema SHA haifanyi kwanza hajajiandikisha. Huyo mwingine hajakuwa mgonjwa ndiye ajue kama inafanya ama haifanyi. Ni mnanielewa? Mwingine ni mwanasiasa ambaye hana haja na SHA, anafuata siasa. Nasikia mwingine juzi ati ako na habari kwamba SHA ita collapse in 6 months. Kwa sababu mimi ni rais, nikajaribu kuchunguza hii habari alitoa wapi. Nikagundua kumbe alienda akaongea na waganga na wachawi ndio wakamwambia hiyo. Minister wa Kinandu serikali ya kaunti ya Kitui Peter Mwicha Kilonzo ni watete ofisi wa governor wa Kitui nola ukweta kwitha witumilo vya sia mwenenze nai hainena no aweta kana mbesa selesele bilioni ili katono nya ila si weto kutumwa nai ni ovongo na ilo vyesu itumikito ndola inavadheto kuthukuma uneni wake kwa tambao ni MCA wa Kawe Gabriel Munya. Tafadhali mwamwa kwananga mundu mwananga tiga wana malombe na ubisi wanga bana nunga meto ubisi wakabana uwoka uwe na department ingi tano ilazi sub county weba sub county uno na mwanda alama katika line news monde meungua ubisi wa gavana ikalandi pe ubisi ungi wa ulaweta mawo ninaona baraka weba na wamea na maana zinduisho ndesi ibano hiyo nena na mumeungua ubisi wa gavana kwa nanondo serikali sio vitu na hindi pe
obisi wa ula wetu wa public service management ungamie athukumi monde kutika kuzizia uthukumi tika kuzizia mbesi lazi kitu bisino wa gavana ni mbesa nini siana ila mawela milioni ili pube no uthukumi wa pena zindu bingi katika mradi ule utawa Kilidip uwake oneno kwa yake na Kilidip ndizi kunye nenda kwa zati tafadhali onoga za kwitha ni kindu chumanza wa ukati kwa kindu chumanza wika mandile labenda kitale Malombe mumandile kundukungi mbeza sienu si katika osubeoni museo umwewe isabu neka ona wewe ni mweupe kama pamba duna makosa kindu chambe katika pesa ila sidi wa governor million mana mozari miongo tano sienda kwa Kilidip milioni yana miongo kendana yemwe isi yako makwani ma last year alama Kilidip kizisi yoka 940 million about 600 nisi ya personal measurements misala admin yano order the main village administrator na ubisi wa ndoa ulawe ya wakuu mashinani na milioni around maana ana nisi ya medical insurance ya dhoko mimaka iso siange 2 billion ko 2 billion nisio itumekande ni wabisi wa kudhira dhoko maene ndiano kwisila misala kwisila insurance na kwisila Kilidip ko governor no sio to set record straight tani chairman wa public accounts committee Muvia wa kusuvia mawithuluko wa nema ni ungamisie utavi wa kithangathi usini wa Nyanza kwa masinga ni kaunti ya Masaku itina wa NND kuliana na ukui wa kithangathi ki vala senator wa kaunti ya Masaku Agnes Kabindu Muthama ukathi NND asu kwa kuungama kwa vamwe na kwikithia kana mawithuluko ni masuve wa honi itina wa ombano ula unatwa isosi usini usu ni munini wa county commissioner wa Masinga Isaac Keter na kuvikwani seneta Kabindu mavisa mane mavala mwene nthio maula withi tuaitwa ise utavi wa kithangathi usini usu unengiwe valua wa kuungamia kiu kana kuungamia utavi wa kithangathi kiu ndio tukaona tuanze kuhifadhi ile mtu tuko karibu naye inaitwa Nyanza. Ndegwende maoni be maana ma bambese kutukusu. Mimi ndio mtu wa kwanza Kenya kuambia jaji asante sana. Naende makwata wana na makwati wewe na kibwana chai kile. Kwa hiyo no skati we kwitha aliwa ni wao bibia iloni. Na nyinyi wenyewe tumesikia sauti yenu. Mumesikia bwana DCC. Umesikia sauti yao wananchi. Hawataki hii changarawe hata wao wenyewe wana shida. Na hawabebi hawauzi. Hawauzi wao wenyewe na wana shida. Kwa nini waruhusu mtu mmoja aendelee kuuza changarawe? Na wao wanasema wanataka kulinda hii mazingira kwa sababu ya watoto wao na watoto wa watoto wao. Hawa ni kwa kuniiko kwanza. Kule kwingine tunapambana na watu wakisema wacheni kutunyima kuuza changarawe. Nyinyi mnasema hatutaki iuzwe na hatutaki kuuza. These are good people. Na ndio wamesema hapa kwao hata watoto wao hawavuti bangi, hawakuli mirungi kwa sababu wamelinda mazingira na wanaendelea vizuri na maisha yao. Kwa hivyo mimi naomba kabisa na nitaenda kuweka statement Senate ndio intervention pia ya Senate iwe hapa. Na vile tumekuja na hawa hivi pia nitakuja na Senate kikao ya Senate. Hapa tuwe na kikao cha Senate hapa. Ili tujue ni nini inaweza kufanywa, lakini ninaomba sana Bwana DCC pamoja na uongozi wa polisi, tafadhali sasa wekeni mikakate. Hii mchanga hawa watu wamekataa ikibebwa. Na huyu Mudhini kama alisema anataka kubeba mchanga pale kwake, aende abebe mchanga wapi? Hapo kwake. Mimi nitaungana mkono na nyinyi. Asante. Nitawapea mawaidha. Ndio. Katika ile kiwango mimi naweza na ile kutoka kwa moyo wangu wote. Iko watu walikuja kwa ofisi yangu siku moja Madam Senator wakisema ya kwamba hata DCC hata tusikiza. Walikuwa na wasiwasi sana. Lakini niliwaongelesha na walienda kama wameridhika. Mimi nimekuja hapa juzi na sikukuja na hii mchanga. Na mimi nafikira ma DCC wote wanane wamekuwa ukikuja na lazima kuja wakiwacha.
Hata mimi natarajia kwamba nikitoka hapa nitakuwa nimewacha hii mchanga. Lakini naomba wananchi, tafadhali msichukue mkono sheria. Kwa tena nambanga ya lelu ila inakitike kuya Nyeri lelu ni wa Nyeri kuthinya ururu na kwase mathayo mando 16 wa thandatu yumuvia wa kwikithia usuvi kuma lelu ni wa NDCN wa New Yasekana ilo lile na konganie na matatu ina speed governor mavisa mangu atani ya kwikithia usuvi kulelu ni kana Road Safety Association of Kenya metula muteke na kwa kwitha italindite maimale luni u alame weta ta mana sangi yevanene mbanga nesu mbanga ina kitike kavinane kala iloli atane 10 na ila ina kuitengu ina kuongie matatu ila ina umetanyeri kuthimwe iga matamia mavudho kuma kimanisioni cha Dedan Kimathi na kuwa akuya 15 vokwa vo na unge kotiwa nithayo ande na kwata wite vale iloli yu weto akwitha ina sembete muno UNTSA yumewita no kana Kenya yumewita no kwi maloli monde kudhoi mwingi na kwa speed governor na kwekithia ni mate ya mio ya lelo kuwa speed sana kwa sababu hii gari kisheria ya Kenya hii gari istahili kuwa barabarani, haistahili kuwa barabarani kama haina governor. Hii gari imeenda inspection, imepita, ilipitaje inspection? Kwa hivyo wale watu walipitisha hii gari inspection wanastahili washtakiwe. Mwenye kupitisha hii ajue hawa watu wamekufa 16, yeye amesababisha kifo cha hawa watu. Kwa hivyo tunasema kila mtu afanye kazi yake. Wakati polisi walikuwa inspection, hatukuwa tunapata haya maneno. Marori zimeua watu sasa. Ukiangalia zile accident nyingi zimetokea wakati huu, lori imekuwa involved. Manake hii gari istahili kuwa barabarani. Lazima wa recall hizi lori zote. Tunataka zote ziwe recalled for inspection. Kama tunataka amani barabarani, mabarabara zetu, tafadhali hizi gari zote ziwe recalled. Sheria inasema gari kama hii lazima ikuwe na speed governor. Kwa nini haina governor? Sheria ya Kenya inasema gari ambayo imefikisha tani 3 lazima iwekwe speed governor. Kwa nini hii haina? It is shocking that the vehicle which caused us this, the lorry, did not even have speed limiter, because we have been clearly been told by the traffic police department in Nyeri that there is a pothole just before the accident, about 10 to 15 meters. So the vehicle was speeding. It didn't have a speed limiter, so it was obviously speeding. And when the driver realized there was a pothole, he tried to avoid it and rammed head-on to the passenger matatu. We are losing 450 billion to 800 billion every year due to road carnage. That translates to 5% of our GDP. It is a huge gully straight from our economy into our graves. It was at night when that accident happened. I wonder what if there was cameras there. We clearly been told by the traffic police department in Nyeri that there is a pothole just before the accident, about 10 to 15 meters. So the vehicle was speeding. It didn't have a speed limiter, so it was obviously speeding. And when the driver realized there was a pothole, he tried to avoid it and rammed head-on to the passenger matatu. Ndukathiva asani tusiokithie chene mwovu wangi yala tukumbanisie mbino mesaita ya mwovu. KIPS Technical College nicho kimanisio kila kinene vyuo kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisela TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwai wakana ni uendee OU na tina courses ya certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu mdhini wa courses ta journalism, ICT, health sciences, business studies, engineering, foreign languages, hospitality and tourism, fashion and design. Kwa
kwa amathiwa alame kwika courses cia KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS mena wikithio wa kwebewa kimanza cha fees ni KASNEB. Uka imanisioni situ va musini wa Ilobi KPCU campus va Haile Selassie Avenue, Kasarani campus ilaji kuthengeania na Power Star Supermarket lelo ni wakuma Kasarani kuthimwiki, Philadelphia campus ilaji kungethanisia na Afya Center va Tomboya Street, KTDA campus va KTDA Farmers Building Ngolovani ya Keli na Ngolovani ya Kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus va Donholm Savannah Road. Na mumanyiwa ati lasima usome sukulune na usome wibasa ethanu kwa tene ukeka ilajita wa distance learning na uisomea sukulune situ tena nyumba sia ukoma ila sita wa hostels nena na KIPS College kwisila noti imwe dhandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange voka website ine yitu ilani www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success. Twivinda ya samba ya mukamani thitwe ikengwa na kwasya mbesa mbingi asei makathosya indo na miunda maimantha uiti vate kutetheka indi yu maundu aane maumisya muthia Nature Vital Wellness Center ungu wa Dr. Simon Kitusawa nitumwete ye usunge wa mathina nundo ithie tuitama wau onthe ateonduka. Nature Vital Wellness Center twina utwika muyaniu na nituvetukithitwe ni serikali kuita tuitumia natural medicine dawa ila tuma cia nthi ya China kana traditional Chinese medicine Malaysia na India va ikuthongelia na ithie tuikimea anumitika na kumanenga siendo makatheuche ukai inyuonde alamu alawa ni mavindi mathina onde maivu sukali mitambuko kwambatwa ni nthakame allergies na angi maingi ndambuka sito chumwa ni kesi letau wakelwa matuku miongo eli na ana tuketha nunguni vau ulilenze petrol station na indi wakatano wa matuku miongo eli na nyanya tukethi wa Kambo Sidamo Hotel na kwa movombe yange noto dhoke kanone na nyena itu kuisila namba noti mwanza ile 5 nyanya 3 kana noti mwanza 5 mwanza 5 kenda noti namba ni 0722 533 833 kana 0757 590 Nature Vital Wellness Center is your home of total wellness. Chandu Bright School ni sukulu wina utaalamu wake somo chama tukuacha CBC na CBE kuma pre-unit, primary na junior school. Chandu Bright School ni ya mivayonde yani ni ya ibese na A2 na mwana no asome aikoma sukulu kana akasoma ayenuka. Sukulu wa Chandu Bright School wivandovela isikubikika nundu wileloni wa kuma kadhiani kwelekela Kangundo kilomita taile na nusu kuma sokoni wa kadhiani kuma mwaka wangililene 14. Sukulu wa Chandu Bright School ni uandikithitie mausungio maseo viundheni wa mitiani ya KCPE onandheni wa mitiani ya KJSEA ilena twaiwe 2025 mbe wasiana miongo ena inakwatie maxi miongo mwanza yulu wa miongo mwanza na ile vala inekwatie ye mianandheni wa masukulu maseo ma senior schools. ICT lab situ sina tablet siani ye kilakana, science lab situ ni siya kiumunde tena swimming pool na tena munda wa kusomethia siana utaalamu wa nema ya matukua. Mwiana wa mwana nimbe wa kisomo cha mabuku na nicho twinaiwanza nzeo na alimu mena utuika wa kubundisya siana maundu mama dhao kuela inengo na kubundisya siana mwikalo musio wa maisha nikana ayuma sukulu ethe mundu wa kutethia kisio na ndhionde nena na Chandu Bright School kwisela nambani ino ya simu 0705 234763. Chandu Bright School, Oasis of Excellence.
no kwithia wisilite mathinani mekivithukanio ta kuthinwa ni maimu woi mathabao maki musi kana ukethiwa wiona makwani mauau makwatie kwithiwa uhimenwa ni andu mana kana kwithiwa wia waku wina mathina yu Pastor Daniel John wa kanisa wa Word of God Chapel ula wikisioni cha 240 atoloni musini wa Masaku ena usungio wa mathina a monde. Pastor Daniel John ni withiawa na mauthaithi kivathukanio chumwani ala wakatatu withiawa na uthaithi wa imwe kwa imwe wa kana akethiwa na uthaithi wa uvosio na uthasio wa chumwa kukethiwa na uthaithi wa kiokoni na kwambia saa nyanya ayithiwa na uthaithi wa uvosio na uthasio oingi kwatiania nake Pastor Daniel John kila wakana kwambia saa umwe na nusu kuvika saa ile cia wiyo va Mutongoi TV kwa uvombe ange nenania na Pastor Daniel John kwisila nambani ya simu noti mwonza imwinyanya ile inya noti 5 kana umwandike utumani mkuwi kwisila nambani ya WhatsApp ilani noti mwonza 3 inya mwonza inya 5 noti 9. Pastor Daniel John ena usungio wa mathina maku mukambani wese uimane uthui na kwa uo ndoilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungwa Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wakwambililia matuku miongo etatu mwaka 3 Makendu Skygo Shops kungethanisia na Mumbune Driving School kuthengeria na Total Petrol Station wakele matuku miongo etatu na imotu Mombasa Changa Mungomo Plaza katikati wa Cooperative Bank na KCB Bank oingi wakele usu matuku miongo etatu na imotu ikathonzweni Ngomeni Hotel duka namba 3 kungethanisia na Posta wakatatu tuku imumu wakanatu imatiliku chambeo in kwa kingote matanisioni machangwa si na keli wakana matuku eletu ikebwezi kuthengia na Tumani Clinic kwa chula sivitali oingi tuwe mali bus park ndugana memengo dhandashuna kenda etina wanaekana booking office wakatana matuku watatu wote katika tawatazama Agrovet na Cecil Butchery Marikitu Likiloni Wamboka na wadhandatu matuku wanatuika Mbuti na Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam Ilobi Mombasa Masako wote Kitui Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti mwonza ile imwana noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti mwonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udho changi twende na kumanithia tulika mavoni meokonia madhao ni kana zama ya kuangamia madhao makusemba vandhi ya Kenya ya Athletics Kenya na ene yanda kivathukanya madhao ni Nina ilesia dhina mweki yo Kenya ni kukwata uthei wa kwalania madhao mandhio ndhe makusemba World Athletics Championship 2029 na kusinda ndhisi ya India na Italy. Ileo na sisi umililia mataa kwalania madhao maine mawekaloni manene maungami wa madhao ma Kenya Riadha House nzama itongiwe ni munini wa President Paul Motui ni alulumilia fata wa Kenya kuimia marathon kwa wingi sio nisi kwethokanyo cia nthini kana kwendea kuvivithi nengo kivathokanyo cia madhao na muno kuma ile mbeta ya ukamba. Ewa moyo nondo wa kwenda ni umwe kati wa ala tukwambia thao nikenda tutone kuteka kiwu niti usemba nundu wa mbua kwa wite semba na kitumi ti kusemba una mbeza sio ndila siko kwato niti kutethese ulwa kusovya mawi ti ululuko nikenda wisethia kana mathau nimekanesa ni maile kusapotiwa kamba only nandu onthe ma Kenya ona ma international takumo Ethiopia kana Uganda Tanzania ikenda wisethia ni moka wisethia ni twa promote thau ya kusemba Kitui de tuonayo jinsi o muno nthini wa kuproduce ya thauki
ukamba ni naindi nibo twenda ithauyi wisethia nitayoswa oya kusisia nao alama ilethwa matona ukwatia kindu kiu nundu kitwikite ti kuthauka ila yethawa ithaukwo ya kwifurahisha ni acia ni uthaukwa ya mbesa andu makanewa mbesa mbingi na ningelekanio kuonania katika kaunti 29 cia Kenya ila si katika arid and semi-arid region withe ni mamana kiwu kilanga hiyo tunengete kwisila mbua ni kingi na ni kianu yene binda ya kuthuthiandu nikenda matone kwa kaming'eto matone obukwa silanga ila ciangalile matone kumanondula matona kutea kiwu kuma mabatine ala twinamo ku mbesa ila andu mekwithwa makisemba yitumika kwa mibango ila cia participants yitumika kwa kuseovia kiwu. When the world looks at us and see that we are dealing with climate change in a different way where the community is well advised and educated in a manner like this has been done, the world respects Kenya. And therefore, bidding even for global events, and I really look forward to Kenya winning the bid to host World Athletics in 2029. This kind of an event puts our country well before other countries like India, like Italy, countries that are looking forward to participate in that event in a manner that we are seen that indeed World Athletics Championships is coming home. Muvea wa Mayela ni wende na kuivanga kusiokithia ligi ni siku kutoka nyosia madhao vandi ya Kenya kendukila kiutethi cia maofisa ama muvea wa Mayela kwikonia na madhao alama kwenda hainene acha thini cha kuvingwa madhao mamovila kiwanza ni cha ulinzi lai kaunti ni Ndovi. Commissioner munene wa Mayela Patrick Arando ni wasekana kwina mivango miani ya kusiucha madhao muviani uo nongi kumatethi cia maofisa mamuvea uo kukitana na mathina ma miondo mwe na makiliko kwa rusa damu utamalizia pale ria leo tu. Haya anakwenda pale anakimbia analeta kumtafuta nani inakatwa PHQ sasa unahakisha muda anakimbia pale anachenga moja anachenga mbili kumtafuta Ochola anachenga ako ndani na nyaka mwenzangu bwana Idi unaonaje mwenzangu atika japokuwa hapa tuweze kuweka itikadi moja hapa moja kwa moja nikajua sasa hapa kufungana sioni kwani naona watu yani mpira unaenda been one of the very best because it's like we are reviving ball games in the Kenya prisons, and it has in terms of performance, in terms of participation, in terms of the skills and the abilities that we have been able to see exhibited in these pitches, and the volleyball net and netball is excellent, and I have no doubt that our officers are going to excel and also do better going forward, because this was the very first time we have come together as Kenya prisons from all stations across the country. So we are going to support this initiative. It will not fade, it will continue much more. And we have implored and requested even the officers to nurture young talents, even amongst the children from our staff, so that they can join teams. They can also be able to do well in this field of ball games, and more particularly sports as a whole. Our intention is to ensure that our prisons teams are able to compete in the leagues, the national leagues. And to note there is always life-work balance. And these officers know as they work, they are also able to do sports, because sports gives them strength, not only physically, but again mentally. So I have no doubt, because our teams, we are talking about disciplined officers. They know what they are supposed to do, so this will not affect work. In fact, it will lift the morale of officers to work even better and to be well prepared for any call of duty.
Watu kiangi bilomo vo maitu wa mwendoni wa Samonzani moviano ndo wakwete kila tone ngalile mwa maitu ende ya kwelo ela hilungo situ vamu tango TV ngwatanio ya mwakamba nito wa Beti wa Mwanya Tindanesa.